Mume wangu, mbona umefika hivi? Umevuliwa shati mchana kweupe? Usiogope Rehema. Muda niliotoka hapa nimepatwa na jambo la kushangaza njiani, ila naamini Mungu atanifunulia. Mchana wote watu wanakuona kifua wazi, alafu nawe ni mgeni hapa kijijini. Unadhani watu wataanza kusema nini? Au ulikutana na mwanamke? Hapana Rehema, sio hivyo. Nilipishana na kijana mmoja tu, ghafla nikajikuta sina shati. Na imekuwa miujiza kidogo, maana ghafla tu limekuwa kama limetoweka na upepo. Wewe ni mchungaji, sio mchawi. Shati hawezi kupotea lenyewe. Haya ni mambo ya ajabu, tena ya aibu. Naamini hii ni vita ya kiroho mke wangu. Kuna nguvu tu zinajaribu kunitia doa mbele ya watu. Na kuahidi nitaomba na ukweli utaonekana. Sawa, lakini kijiji hiki ni kidogo, hakina siri. Nitajua tu. Kesho kila mtu atakuwa anaongea mchungaji amerudi bila shati. Huu ni mzigo wangu pia Joseph. Nitaubeba. Wife, usiogope maneno ya watu. Unajua Mungu akitaka kutuinua ni lazima tutakase katika majaribu. Niligaribiwa kama dhahabu motoni, nililia nikasema Bwana uko wapi? Lakini ndani ya maumivu nilijifunza. Habari yako mzee Matei? Salama, za kwako mama Kipara? Mama, nimekuita kwa jambo moja zito tu linalotusibu. Ni kwa sababu gani mwanao Kipara sasa naona amepitiza mipaka? Usiku wa jana ameiba mbuzi 3 wa mzee Sengo. Na isitoshe na juzi katosha kuku kwa Bi Mariamu. Mzee Matei, yaani hapa nilipo nimechoka kumkemea huyu mtoto. Yaani kila nikimwambia tubu, huyu mtoto ananiambia maisha ni magumu. Yaani hapa nilipo sijui nimfanyeje tena huyu mtoto. Mama Kipara, ujue kijiji kimechoka. Watu wamepanga kuchukua sheria mikononi mwao. Alafu mimi kama mwenyekiti sitaki kuona damu ya kijana wako inamwagika bure. Kwa hiyo kama mzazi na kuonya mkanye sana mwanao. Tafadhali sana na mwambie aache wizi huo mara moja. La sivyo akikaidi sitakuwa na budi kumfikisha mbele ya baraza. Na hukumu yake huko sio ndogo, nadhani unajua. Mwenyekiti, yaani nitafanya kila niwezalo. Lakini najua shetani anamtumia tu. Hata jana mchungaji alimuona anataka kuiba mbuzi. Labda nimweke kwenye maombi yatamuokoa. Maombi ni mazuri mama, lakini maombi bila vitendo ni bure. Niligaribiwa kama dhahabu motoni, nililia nikasema Bwana uko wapi? Lakini ndani ya maumivu nilijifunza, imani hupimwa si kwa maneno bali kwa kusubiria. Kipara, hivi ni lini utaacha wizi huu? Na hofu na weka kijijini humu.
Mama, siwezi. Maana hapa kijijini kila mtu analia njaa. Bila wizi mimi siwezi kuishi. Unaelewa kabisa, unisaidie chochote mamangu. Nakwambia hiyo sio sababu ya kuiba. Mwenyekiti wa kijiji ameniletea habari zako. Unaweza kuumizwa au hata kuuawa. Na mimi kama mama yako sitakuangalia ukiwa na hatia. Naomba sasa nisikilize. Nikikupata mara ya mwisho unafanya wizi, nitakufanya ujue kuwa familia yako haifurahii dhambi zako. Mama, tafadhali sitorudia tena. Yaani nakwambia sitamani macho yako tena mpaka uonyeshe mabadiliko. Sasa nakwambia simama, kaza moyo, hacha maovu haya mara moja. Kila jambo lina mwongozo mwanangu. Mchungaji Joseph amekutazama. Mwenyekiti amekuonya. Sasa ni wewe mwenyewe. Lakini mbona kama huyu mwenyekiti anataka kuzingua? Kwa hiyo ndo kakuletea habari zangu? Ina maana anijui vizuri huyu. Atanielewa. Atanielewa huyu. Dada nimpitie mchizi wangu pale Kichanuo mwanangu. Kuna mwenyekiti anazingua. Tafanyia kazi. Hata vile vindala vyake tutaiba. Lakini siku hizi nimekuwa nikishangaa. Kwa nasikia vikoba huku wageni kuku wangu sadaka, lakini sasa hivi naona kimya. Sielewi. Au siku hizi hakuna sadaka mamangu? Niambie nijue. Maki umekuwa ukitumia vikuku vyangu, vyela vyangu hivi unavyosema ni vya wizi. Kwa sababu yako naiba mimi ujue. Hivi una akili wewe? Si wewe ndio umeniomba msamaha sasa hivi kwamba utabadilika? Na sasa unaniambia maneno gani hayo? Sikuombe hela zako kwa sababu ni hela za dhambi. Nikipeleka kanisani nazidi kujiongezea dhambi. Mimi mama yako ni mzee wa kanisa. Halafu kumbe nilikuwa sijijui kwamba hela unanipa ni hela za wizi. Nilivyojigundua niliacha. Nafuu niende kanisani bila sadaka. Lakini si kwenda kanisani kujiongezea dhambi na hela zako za wizi. Mzee wa kanisa. Hivi kumbe mamangu muda wote naiba, kumbe ni mzee wa kanisa. Mbaya hiyo. Lakini nimekuelewa. Naweza nikaondoka, lakini naweza nikafanya jambo. Afadhali kidogo nitaacha, lakini haya maisha ya njaa kila siku hapa tutahangaika mamangu. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa bi mkubwa. Sitoweza na huyo mwenyekiti wako sasa. Atanijua. Utaki basi kaushia bwana. Kwani nina hasara mimi? Niligaribiwa kama dhahabu. Wewe ndo mchunga wangu. Wewe ndo mchizi wangu. Wewe. Kipara. Mchungaji. Sijui unajiita kipasta, sijui mchungaji, mimi sijui. Yaani inamaanisha ndo umeanza kabisa vita Maki unataka kuingilia kila kitu changu na kwenda huko. Mchungaji, siwezi kukuruhusu kwa kila kitu uniingilie. Takupasua mchunga. Kipara. Umefika kwangu. Kichunga na kuasa leo.
Nakuomba mzee baba, usiingilie maisha yangu. Fanya kuhubiri kanisani, watakuelewa sana tu. Nakuomba usije ukajaribu kuniokoa wala kuniadhibu mchunga. Mimi si wa kwako na wala sio kazi yako mchunga. Naomba unielewe. Ndiyo mwanangu. Kila mtu ana maisha yake. Lakini kumbuka kila hatua ina matokeo. Nimekuja kukupa onyo mchunga. Nakupa onyo mchunga. Usiingilie kabisa mambo yangu. Motoni nililia nikasema, Bwana uko wapi? Lakini ndani ya maumivu nilijifunza, imani hupimwa si kwa maneno bali kwa kusubiri. Kipimo cha imani ni kuvumilia, ni kusimama hata upepo unavuma. Wakati haoni njia bado unasema, Mungu wangu yupo, sitapoteza tumaini. Kipimo cha imani ni kuvumilia, ni kusimama hata upepo unavuma. Wakati haoni njia bado unasema, Mungu wangu yupo, sitapoteza tu.